kuna watu wanaharibu brand ya Simba. Kwa mfano huyu Mchome, namtaja tena, anaharibu brand ya Simba, anavaa jezi ya Simba, haitendei haki Simba. Watu kama hao sisi hatuwataki. Tunataka wachukuliwe hatua za kinidhamu na kisheria. Kwamba hamtaki Mchome. Ndio, kwa sababu anaharibu brand yetu. Watu kama hao wengine pia wanatuharibia sisi kutohudhuria Lakini yeye ni sababu mojawapo huwa hatokei uwanjani. Sasa si ndio maana nasema kama hatokei, kwa nini anavaa jezi yetu? Kwa nini anavaa jezi? Kwa nini viongozi? Mimi nasema hivi, wakati ngoja nimalize, ngoja niongee. Wakati kuna baadhi ya watu wanachukuliwa hatua wakisema wanafungiwa, wanawekwa ndani, kwa nini huyu mtu asichukuliwe hatua? Huyu mtu kwa nini asichukuliwe hatua? Kwa nini tunamwacha? Kwa hiyo achukuliwe hatua za kinidhamu. Mchome achukuliwe hatua za kinidhamu. Ndio. Yeye anasema ni shabiki wa Simba, kwa ana haki ya sio mshabiki wa Simba yule. Yule sio mshabiki, hata wanachama yule sio mshabiki. Simba anaendana na vitendo. Wewe kila siku unaiponda Simba, wewe mshabiki wa Simba kweli? Shabiki wa Simba anatetea na nembo ya Simba. Kama anataka, kama yeye anajikuza kwa sababu anatumia brand ya Simba, hiyo sisi hatutaki. Na sisi tunajua kule anapewa pesa ili unajua mwandishi mara mia avai jezi ya utopolo aiponde Simba, mimi niko radhi, lakini asiponde Simba wakati amevaa jezi ya Simba. Hicho ndio kinachokuumiza. Ndio maana yake akivaa jezi ya Simba hapa anasema ndio baba kwa furaha ndani. Ndio nasema. Kwa huu ndio ujumbe ambao nataka kumfikie Mchome, kama umfikie kabisa na wengine pia. Inakuwaje Mchome anavaa jezi ya Simba? Sawa, anavaa jezi ya Simba, lakini anaisemea yaliyokuwa mabaya, si kwenye jema, si kwenye baya. Maana yake kuna wakati Simba sisi tumefanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, tumecheza finali, lakini Mchome hakuna sehemu aliyosimama kwenye media ama kwa kutumia clip ya simu yake akaisifia Simba. Sio, unaelewa? Hata siku moja. Sisi tunafuatilia ujue vizuri. Sasa kama mimi nimenunua jezi ya Simba, tena nimenunua 2 za msimu huu. Mimi sasa hivi nimetoka Chanika nimekuja kwa Beach kuisupport Simba. Lakini ninapojaribu kuonyesha viongozi wangu inaonekana bwana huyu Alhabidi au Uchebe Chanika akasema ukweli, inashindwa vipi kwa Mchome sisi ambaye anatuumiza kila siku. Sisi tunaambia viongozi watakaposhindwa wao kumshughulikia Mchome, sisi tutamshughulikia sisi. Sikiliza kuhusu Dr. wa Mchongo huyo. Yule mtaja Dr. wa Mchongo yule. Huyu Dr. wa Mchongo ni mnafiki. Kwa nini? Ni mnafiki, ni mroho pesa. Ni mnafiki, ni roho pesa. Ametusaliti wanaharakati. Leo kachukua chake kaenda kuomba msamaha kwa mwenyekiti wa wanachama. Huyu ni mnafiki. Na yeye anisikie, ni mnafiki mkubwa, mroho pesa. Anauza nafsi yake. Dokta ni mnafiki. Yeye yuko kwa ajili ya maslahi yake binafsi, hayuko kwa ajili ya kuipigania Simba. Tena kosa kubwa sana. Mimi nataka Mangungu hata leo aondoke. Narudia. Tuongee kidogo. Umefika huko kabisa. Nasema hivi, mimi hata kama yuko hapo mimi anisikie. Aondoke. Hatumtaki. Hakuna Simba bila sisi na hakuna sisi bila Simba. Jambo la msingi kama anavyosema nini tunasema nguvu moja. Nguvu moja ndio jambo la msingi. Tuweze kushikamana. Kama tushikamane maana yake hatuwezi kufanya jambo ambayo mambo mazuri. Umeelewa? Tushikamane, tuwaunge mkono viongozi wetu ambao wana uchungu na Simba. Wale ambao wana uchungu na Simba tuwaambie watupishe, watuachie Simba. Sisi tunaamini kwamba Simba ni klabu kubwa barani Afrika. Simba iko nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Leo hii huwezi kuniambia kwamba tuleta wachezaji ambao kina sawa dogo utakuwa unatukosea sisi. 10%. Yote wachezaji ambao wanaendana na klabu yetu. Kwa hiyo tutawaomba bwana, mashabiki zangu naomba popote mlipo, yani nje ya Tanzania, ndani ya Tanzania, tushikamane na wale viongozi ambao wanaipenda nini mema Simba yetu. Kwamba nguvu moja ndio slogan yetu, vitu vingine vinafuatia.